Shalom ya mtumishi wa Bwana mahali pote ulipo, nachukua na fursa nzuri kama na hii tuende kukumbushana tena andiko fupi tu. Tukumbushane jinsi ambao tunajua kwamba mwamba ulio daima imara ambao tunatamani kujificha kama Wakristo watoto wa Mungu kwenda mbinguni ni Yesu Kristo wa Nazareti, na yale maji ya uzima tunajua yamo ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna njia nyingine yote. Ukitamani maji ya uzima, ukitamani kiu chako cha njaa kitoweke, ukitamani kiu cha kutenda dhambi kitoweke, wewe njoo katika maji ya Yesu Kristo ambayo ni Yesu Kristo mzima, yale maji ya uzima, ili upate kujificha ndani ya mwamba huyo na utaona mambo yote yatakuwa sawa. Nilipokuwa nikisoma maandiko matakatifu kitabu cha Hesabu 20 tukienda mlango wake wa 6, inasema Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa mkutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifudifudi, utukufu wa Bwana ukawatokea. Bwana akasema na Musa akinena, toa ile fimbo ukawakusanye mkutano wote, wewe na Haruni ndugu yako, ukawaambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Unajua kwamba mkutano mzima walikuwa wanamnung'unikia Musa. Ukinung'unika mbele ya watumishi wa Bwana kama vile ulikuwa unamnung'unikia Mungu. Ni kama vile mimi na wewe tunamnung'unikia Bwana kupitia shida tunazopitia, matatizo, majaribu, nenda shuka. Lakini ningekutangazia mtumishi wa Bwana muda na kati kama huu, kuliko mnung'unikie Mungu, kuliko mlilie Mungu, wende kumlilia Bwana katika ile ya kumuinua katika shida ambayo unayopitia. Maana Mungu, kumbuka, yeye ndiye Mungu amekuumba, yeye ndiye ana uwezo ya kutabiri, ya kutoa tena tamshi njema ajili ya maisha yako, na shida ambayo inakutatiza itakwenda toweka kabisa. Na kukumbusha habari za mwamba, tunajua mwamba mkubwa ni Yesu Kristo. Ukiweka maisha yako yote tukimtegemea Bwana, tukijificha ndani ya mwamba huyu ambao ni Yesu Kristo, hakuna dhoruba yote itakao kutukisa imani yako, hakuna dhoruba yote itakao kutoa hapa nafasi ya Mungu. Tunajua kwamba shetani hatokaa kamwe bila kukujaribu. Anajaribu kila itwa leo, lakini anapokuja na majaribu anajikuta umejificha ndani ya mwamba yule ambao ni Yesu Kristo wa Nazareti, atakwenda kutoweka na kushindwa. Tazama, yule mwamba ni Yesu Kristo. Shida ambao unazo, familia yako, maisha yako, kazi zako, ndoto zako, zote zikimbize, uzifiche ndani ya mwamba yule Yesu Kristo. Maana tunavyojificha ndani ya mwamba huyo, hakuna shida yote, iwe mvua, iwe baridi, iwe uvumi, iwe upepo wa kila aina, hakuna utakao kutikisa. Mtumishi, kumbuka kwamba tumtegemea Yesu na yale maji ya uzima ambao katika mwamba huyo ambao ni Yesu mwenyewe. Tushibishwe maji ya uzima. Unapokunywa maji ya uzima yale ambao ni Yesu, unapomtafakari usiku na mchana, utakwenda shibishwa na maji ya uzima. Na ukishibishwa na yale maji ya uzima, kiu ya kila aina itatoka ndani mwako. Ikiwa ni kiu ya kutenda dhambi, kiu ya kutenda maovu ya kila aina, itatoka ndani mwako, ila utapata ile hali ya kumkaribia Mungu. Utasikia kiu ya maombi, utasikia kiu ya kusoma maandiko, utasikia kiu ya kutabiri na kutangaza wema na utukufu wa Mungu. Tumesoma mahali pale, Mungu alimwambia Musa na Haruni, uende ukakusanya makusanyiko wote, uende ukatabiri, uende ukaambie yule mwamba utoe maji. Mungu hajamwambia uende tandika yule mwamba, amesema uende ukaambie yule mwamba utoe maji, nayo maji ya uzima atatoka, ili watanyweshwa wanyama wao wote. Hii makufuru wanaokufuru watakaa kimya, kwa maana mimi Mungu ninakwenda kutenda jambo kubwa. Acha nikutangazie mtumishi wa Bwana, Mungu anatamani wewe utabiri ajili ya maisha yako, anatamani wewe utabiri juu ya familia yako, anatamani wewe utabiri juu ya watoto wako, anatamani wewe utabiri juu ya shida ambayo inayokutatiza. Wakristo walio wengi tunajisahau ya kwamba huyu Mungu mzima aliyetembea naye Musa ndiyo Mungu mzima ambao tunao. Tunajisahau ya kwamba yule mwamba ambaye ni Yesu Kristo na maji ya uzima, Yesu anadumu na kutawala ndani ya maisha yetu. Ni kwetu sisi, mimi na wewe, tuumbe hiyo imani, twende kutabiri, utangaze ushindi juu ya maisha yako, utangaze wokovu juu ya familia yako, utangaze baraka juu ya maisha yako. Hata dhambi ambayo inakusonga kila itwa leo, uende kuitangazia, useme unashindwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Unajijua
mtumishi wa Bwana, ni dhambi ipi ambayo inakusonga kila itwa leo? Unatamani dhambi hiyo ikuachilie, lakini dhambi bado inakushambulia usiku na mchana. Wende uitangazie, useme ninatabiri, toka uniachilie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ndio kwa maana mtumishi wa Bwana, usijichukulie utukufu wa Mungu. Mungu anatuambia tutabiri tu, naye Mungu atatenda miujiza. Anasema tunene tu kwa imani, naye Mungu atakwenda fungua miujiza, atakwenda kuponya, atakwenda kuinua, atakwenda kuokoa, atakwenda kujibu haja ya mioyo yetu. Ukumbuke mtumishi wa Bwana, mtumishi wa Mungu kama vile mimi na wewe, ni lazima tumlilie Bwana bila kukoma. Ndio jinsi maandiko yanavyoshuhudia. Haijalishi kama Mungu umemlilia muda mrefu mwaka uliopita haja kujibu, na kwambia jibu lako liko mahala fulani, ni katika yule mwamba wa uzima. Twende kumwambia Mungu, tutabiri ndani ya maisha yetu, juu ya ndoa zetu, familia zetu, marafiki na majirani wetu, tuwatabirie mema. Tuwatabirie mema, watoto wetu tuwatangazie mema. Ushindi wa Mungu ambatane pamoja nao, ndipo Bwana atakwenda teremka na kujibu mahitaji yetu yote. Kumbuka mwamba imara ni Yesu, na maji ya uzima ni yule Yesu anayetiririka ndani mwetu. Anakwenda kuosha mikosi bala laana. Ana uwezo kuosha vitu vyote ambavyo vimetamkwa kinyume cha maisha yako, kinyume cha ndoa yako na familia yako. Wamekutamkia hautozaa, hautaolewa, hautofanyikisha. Na kuambia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yale maji ya uzima ambao ni Yesu Kristo wa Nazareti yana uwezo kufuta mikosi bala laana. Nao utakwenda kushuhudia makuu na maajabu ya Mungu. Lakini ningekutangazia vile vile kukumbushe, hata kama umekwisha shuhudia zile makuu na maajabu ya Mungu, usichukui pa nafasi ya Mungu. Mpendwa, Wakristo wengine wa leo, baada ya kubarikiwa na Mungu, tunakwenda kumsahau Bwana. Tunasahau ile agizo ambalo Bwana ametuambia kama Musa, wende utabiri juu ya mwamba, ila Musa amekwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Sikia sasa unaposoma hapa chini mstari wake wa 11, nasema Musa akainua mkono wake akaipiga ule mwamba kwa fimbo yake mara 2, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika nchi niliyowaapa. Mungu alimwambia, ile verse tumesoma, wende ukatabiri, wende useme mbele ya mwamba, ila Musa amekwenda tandika fimbo. Na ndio kwa maana Bwana hakufurahi na jambo hilo, akasema kwa nini haukuniamini? Mtumishi, tumwamini Mungu. Mungu ana uwezo. Anaposema neno amina katika Biblia, ujue kama ni amina. Mungu anasema atakubariki, atakubariki. Mungu anasema atakushika mkono kama Petro, hata kuachilia kama uzame. Dimbwi kubwa ambalo nalo, dharuba unayopitia, Mungu atakuachilia. Dhambi ambayo inakusumbua na kushikilia, wende kumwambia Bwana, Mungu nishike mkono. Naye Mungu ana makusudi mazuri ajili ya maisha yako. Mungu atakwenda kutenda miujiza na maajabu. Hiyo kiu ya kutenda dhambi itatoweka, nawe utajazwa kiu ya kunena maandiko matakatifu. Utajaza kiu ya kumtafuta Mungu kwa bidii usiku na mchana. Mtumishi, ingawaje baraka za Mungu unaziishi, usidhani ya kwamba umefanyikiwa kwa nguvu zako. Usidhani ya kwamba umefika kileleni. Baraka zote ni kazi ya Mungu, zimetoka kwake Mungu. Mkaribie Mungu, endelea kumtafakari Bwana. Usije ukajikuta kwamba umekwenda tandika fimbo kama Musa, kuliko utangaze yale ambayo Bwana amekwambia. Walio wengi baada ya kubarikiwa tunadhani kwamba Mungu tena yupo. Tunasaulika tu ya maombi, hatua ya kumtafuta Bwana, hatua ya kusoma maandiko, hatua ya kutangaza sifa na utukufu wake. Tunamsahau Mungu. Anachukizwa na jambo kama hilo. Na ndio kwa maana niambia Musa na Haruni, kwa nini hamkunistawi? Kwa nini hamkuniamini mbele ya makutano wangu? Na kwa hiyo hawakwenda kuona ile nchi iliyoahidiwa, hawakwenda kurisi ile nchi ambao ina milki, ina kila kitu, ina asali, ina maziwa mazuri, kwa maana wamekwenda kiuka sheria ambao Bwana amewapatia. Sijui Mungu alikwambia. Mungu anakuambia tengeneza, linda sana ulicho nacho, kwa maana tujui siku wala saa, nayo mbingu zinakuja. Yesu yu aja, Yesu yu tayari kuja kulichua kanisa lake. Mtumishi wa Mungu, ninatamani tukumbushane tuandiko hili, ujue mwamba, tujifiche ndani ya mwamba ulio imara, ambao kuna maji ya uzima, maji ya baraka kila aina. Mungu akubariki. Gawana ujumbe huu mahali popote ulipo, na Mungu awe pamoja nawe. Tumtegemee Mungu wetu na tushimame imara katika imani. Shalome, shalome. Bwana akubariki. Amina.